Shalom tena watumishi wa Mungu. Shalom, shalom, shalom. Leo tunaingia kwenye kipindi yetu ya 5. Kipindi ya 4. Kipindi ya 4 tuliona Adam alikuwa na umri gani. Ndio kipindi cha 4. Adam alikuwa na umri gani. Sasa hii kipindi cha 5 tutaona kwa sababu ukiona Adam lazima umuone na Hawa. Sasa kama Adam alikuwa na miaka 30, Hawa alikuwa na miaka mingapi? Hawa yeye alikuwa na miaka mingapi? Na ujue Hawa alikuwa na miaka mingapi? Tutaenda kwenye masomo hizi 2 au 3. Ya kwanza tutasoma kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari ya 27. Mungu anaomba mume na mke, anawabariki. Aliyebarikiwa mwanamke wa kwanza ni Hawa. Aliyebarikiwa mwanaume wa kwanza ni Adamu. Sasa tukirudi wakati wa Kristo, wakati wa Roho Mtakatifu, aliyebarikiwa mwanamke waliyebarikiwa mwanamke kuliko wanawake wote ni Mariamu. Mariamu aliyemzaa Yesu. Yeye ndiye aliyebarikiwa kwenye Luka sura ya kwanza mstari wa 42-43. Amebarikiwa kuliko wanawake wote. Na kwenye kitabu cha Mwanzo 3:20, Hawa mama Adamu anampa Hawa jina kwa sababu yeye ni mama wa wote walio hai. Yeye ni mama wa wote walio. Kumbi aliyemwakilisha Hawa kwa wamama wote ni Mariamu aliyemzaa Yesu. Ndiye aliyemwakilisha. Hasa kwa ujue umri aliyekuwa nao Hawa wakati Mungu alimuumba kutoka kwenye ubavu alikuwa na miaka 15. Kwa sababu bikira naye Mariamu aliyemzaa Yesu alipata mimba na miaka 15. 15 ni kwamba tunagawa umri wa mwanaume 30, wa mwanamke 15. Ndio hiyo umri Mungu aliyemuumba Hawa. Na kwa nini Hawa kwa nini Mariamu amwakilishe Hawa? Kwa sababu Mariamu alipokea, kwa sababu Mariamu alichaguliwa na Mungu tangia bado hajaumbwa. Yeye Mariamu alichaguliwa na Mungu. Sio dogma. Hiyo tunaita dogma kwa sababu tunaona wa Roman Katolika wanatembea na sanamu ya Maria, wanafanya wengine wanamchukia Maria kwa sababu kwa ajili ya ibada ya Roman Catholic. Usimchukie Mariamu kwa ajili ya ibada ya Roman Catholic. Wao walichagua hivyo na wewe unaweza kuchagua vile unataka. Lakini huyu mama aliyemzaa Yesu si mama wa kawaida kwa sababu alichaguliwa, alionekana mwanamke hana dhambi. Dhambi litoka kwa mwanamke. Mungu aliwapa. Mungu alimwambia nyoka, kizao cha mwanamke ndio kitakukanya, kizao cha mwanamke huyu ndio kitakukanyaga kwenye miguu, kitakukanyaga kwenye kichwa. Uzao wa mwanamke yule ni uzao wa yule Hawa, na huyu uzao wa yule Hawa ndio bikira Mariamu aliyemzaa Yesu Kristo. Uzao huu ndio tunamkanyaga shetani leo. Ndio tunamkanyaga shetani leo. Na ndio uzao tunaikanyaga leo ibilisi, ni ule uzao wa yule Mariamu. Uzao wa Mariamu ndio uzao huu tunakuambia leo. Kumbi ujua ya kwamba unatoka kwenye uzao wa kumkanyaga shetani. Sio shetani kukukanyaga wewe, ni wewe. Ndio maana Bwana Yesu aliwaambia wa mitume yake na kutuambia sisi, nawapa amri, Luka 10 mstari wa 18. Namuona ibilisi akianguka kutoka juu kama umeme. Tazama nawapa amri ya kukanyaga nyoka na nge. Kumkanyaga ni kumua.
Kukanyaga nge ni kumua. Uwezi ukanyaga kitu kiishi, uwezi ukanyaga sisimizi aishi, uwezi mkamanyaga mende aishi. Nawe leo ukamkanyage shetani. Uzao wa kumkanyaga, sisi ni uzao wa kukanyaga shetani. Sisi ni uzao wa kukanyaga uchawi. Sisi ni uzao wa kukanyaga magonjwa. Sisi ni uzao. Kanyaga kwa